Mbele yetu iko hatari ya viwango vya kupitiliza, na yule ambaye atakuwa haoni atakuwa ni kipofu tu wa mambo ya rohoni. Lakini mtu yoyote aliye na macho ya rohoni tayari amekwisha kuona madhara na hatari ambayo inaikabili taifa la Tanzania. Mbele yangu ninaona damu, mbele yangu ninaona machozi na vilio, na hata sasa ninavyozungumza kuna machozi mengi mno katika vifua vya Watanzania. Kuna damu katika ulimwengu wa roho tayari zimeshaandaliwa kumwagika. Wewe ambaye hujui mambo haya yanavyotendeka katika ulimwengu wa roho, ni afadhali ukubaliane nami kuliokoa taifa la Tanzania ili lisiingie katika madhara mazito. Biblia inaeleza kwamba mahali kokote panapotokea matatizo, kimsingi wa kwanza kulaumiwa linakuwa ni kanisa. Wa kwanza kulaumiwa wanakuwa ni watu waliokoka, kwa sababu Mungu anapomweka mtu yeyote aliyeokoka katika nchi, kwenye mkoa, kwenye wilaya, ni kwa kusudi la kulinda au kuwa mlinzi katika nchi hiyo. Ezekieli sura ya 33 mstari wa 7. Basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu, ukawape maonyo yangu. Sasa mimi nadili na kanisa kama mlinzi katika taifa la Tanzania, kama mlinzi katika nchi yangu. Kanisa linatakiwa lisimame sehemu yake, na moja ya sehemu yake, kanisa kwa sehemu kubwa limeshafanya kazi, kila mtu kwa kadiri alivyotumwa. Wako wengine wamezungumza, wako wengine wameandika, lakini sehemu nilionayo mimi ni kumlilia Bwana. Na wale ambao tumepewa wito wa namna hii, basi tusimame na kumlilia Mungu ili kuliokoa taifa la Tanzania. Tunaenda mahali pabaya. Naona hatari isiyokuwa ya kawaida ndani ya nchi ya Tanzania. Naona kilio kizito kinaenda kuja katika nchi ya Tanzania. Tusipolia mbele za Mungu, Mungu hata sasa anatafuta watu, iwe ni wanawake, iwe ni wanaume, wanaojua kuomboleza ili machozi yasimwagike, ili damu isiweze kumwagika tena. Damu nyingi zimemwagika, lakini sasa tunahitaji isiweze kumwagika tena. Katika Yeremia sura ya 9, Yeremia sura ya 9 mstari wa 17, Yeremia sura ya 9 mstari wa 17 mpaka wa 18. Bwana wa majeshi asema hivi: fikirini ninyi mkawaite wanawake waombolezao ili waje, mkatume na kuwaita wanawake wenye ustadi ili waje na wafanye haraka na kutuombolezea, ili macho yetu yachuruzike machozi na kope zetu zibubujike maji. Ni wakati wa kumlilia Mungu taifa hili lisitumbukie katika hatari. Ni wakati wa kumlilia Mungu, sio hilo tu, lakini katika mazingira haya, ndugu zangu, kila mtu asimame sehemu yake. Si wakati tena wa kutunishiana misuli, si wakati tena wa kuonyeshana nani ni mbabe. Biblia inasema kijapo kiburi ndipo ijapo aibu. Usipotaka kusikia, uharibifu utakuja. Na maji kwa kawaida ilivyo kikawaida kabisa, maji huwa yanatakiwa yatengenezewe njia yapite. Maji huwa hayazuiwi, kwa sababu ukizuia yatavunja tu kuta, yatang'oa nyumba, yatavunja madaraja. Maji hutengenezewa mtaro yapite. Yanapokuwa hayatengenezewi mitaro yake, ndipo hatari inapoweza kuja. Na Mithali sura ya 11, Mithali sura ya 11 mstari wa 2. Mithali sura ya 11 mstari wa 2.
Mithali 11:2, kijapo kiburi ndipo ijapo aibu, bali hekima hukaa na wanyenyekevu. Tukubali kunyenyekea, tukubali kushuka ili kunusuru taifa la Tanzania. Tukinyenyekea hatuhesabiki kwamba ni wajinga. Ni sawasawa tu na mke na mume ndani ya ndoa. Mume aliyemkosea mke, kuomba msamaha haimfanyi mwanaume kuwa mwanamke. Ataendelea kuwa mwanaume hivyo hivyo, na badala yake mwanamke atampenda zaidi mume wake kwa sababu amemuomba msamaha, amekubali kosa lake. Katika Mithali tena sura ya 13 mstari wa 10, kiburi huleta mashindano tu, bali hekima hukaa nao wanaoshauriana. Hekima inakaa na wale wanaoshauriana. Mithali 14:3, katika kinywa cha mpumbavu mna fimbo ya kiburi, bali midomo ya wenye hekima huwahifadhi. Mithali 15:25, ndugu zangu, sikiliza neno la Mungu ambalo linatuonya mapema kabla ya kuharibikiwa. Bwana ataing'oa nyumba ya wenye kiburi, bali atauthibitisha mpaka wa wajane. Mithali 16:5, kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana, hakika hata kosa adhabu. Kuna adhabu ndugu zangu iko mbele, hata kosa adhabu. Ogopa hukumu ya Mungu, inatisha kama nini, inatisha kama nini. Mithali 16:18, kiburi hutangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Kiburi hutangulia uangamivu. Ndugu zangu, tukitendelea kutunishiana misuli namna hii, kuna anguko zito sana liko mbele. Kuna hatari, nimezungumza mapema. Kanisa la Mungu ni wakati wa kulia. Kanisa la Mungu ni wakati wa kuiombea hii nchi kwa viwango visivyokuwa vya kawaida. Tukipuuza haya, tukabakia tu kukaa na makanisa yetu kama wachungaji, tukabakia tu kukaa na makanisa yetu kutafuta sadaka na mambo mengine yanayofanana na hayo, kusifu tu, kuimba mapambio bila kujali vilio ambavyo vinakabili nchi ya Tanzania, bila kujali matatizo yanayokabili nchi ya Tanzania, bila kujali vilio na mateso yanayokabili nchi ya Tanzania, mauti itatukabili na sisi, madhara yatatukabili na sisi, yatakabili watoto wetu. Tuliona tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana, mwaka 2025, watu wengi walifariki dunia Tanzania. Watu wengi waliangamia Tanzania, waliokuwa na hatia na wasiokuwa na hatia. Kanisa, tunataka hayo yatokee? Tunataka hayo madhara yatokee? Kama hatutaki, ni wakati wetu sasa wa kulia, wa kuelimisha kanisa, wa kumlilia Mungu ili taifa liingie katika amani, lidhibitiwe katika amani, kusitokee vurugu ya namna yote, kusitokee mabaya wa yote. Siku 5 tu za kuwekwa ndani kipindi kile za kutoka, lakini mwisho saa 12 uliona maisha yalivyokuwa mabaya Tanzania. Ndugu zangu, Tanzania ni nchi iliyochaguliwa na Mungu. Wakati ule wa Magufuli, kama unakumbuka, jinsi ambavyo dunia yote iliyoka katika lockdown, lakini Rais Magufuli, ambao mimi naamini Mungu alimweka kwa kazi moja tu ya kutuvusha kwenye kipindi cha corona, hatimaye alisema hakuna kufungiwa mtu, na kweli dunia yote ilichanganyikiwa kuona Tanzania wanaendelea na shughuli zao na corona ilinyamaza kimya ndani ya nchi ya Tanzania. Tunao wajibu vile vile. Siri ya wakati ule ya Rais Magufuli ilikuwa ni nini? Aliitisha mfungo wa siku 3. Taifa limwombe Mungu. Hatimaye watu wakaomba na corona ikanyamaza kimya ndani ya nchi ya Tanzania. Mungu aliyefanya yale anaweza kufanya hata sasa, na hatujachelewa. Tunaweza kumlilia Mungu sasa na Mungu akatuokoa. Dunia inataka ione taifa la Tanzania linaingia katika uharibifu. Dunia inataka ione taifa la Tanzania linaingia katika mauti. Dunia inataka ione taifa la Tanzania linaingia katika vurugu, ili mabaya yapenyezwe katika nchi ya Tanzania. Ni wakati wa kumlilia Bwana